Nilikuwa msichana wa kawaida tu, niliamini katika upendo wa kweli. Nilikuwa na ndoto nyingi: kusoma, kufanya kazi na kuishi maisha ya amani. Lakini yote yalibadilika nilipokutana na Kelvin. Kelvin alikuwa kijana mtanashati, mwenye maneno matamu na tabasamu lililovunja ukuta wa mioyo ya wengi. Alikuja katika maisha yangu kama jibu la maombi yangu ya muda mrefu. Tuliishi kama katika ndoto. Tulituma jumbe kila siku, tuliongea usiku kucha, na kila aliponigusa kwa mikono yake ya joto, niliamini huyu ndiye. Sikujua nyuma ya tabasamu lake kulikuwa na giza. Sikujua kila neno lake lilikuwa sumu yenye harufu ya maua. Miezi mitatu tu ndani ya mahusiano yetu, nilijikuta katikati ya sakata kubwa. Kelvin alitoweka, simu yake haikupatikana na aliniachia mzigo mkubwa, mimba, na kilicho kibaya zaidi, kutajwa kama mshirika wa uhalifu wa benki. Niliitwa kituo cha polisi, nikahojiwa. Unamfahamu huyu kijana? Waliniuliza huku wakiweka picha ya Kelvin mbele yangu. Nilitaka kulia, lakini nilijizuia. Nilijua machozi yangu hayatasaidia. Nilikuwa nimependa kwa moyo wote, lakini sasa mapenzi yamenitia hatiani. Nilikaa chumba cha mahojiano kwa zaidi ya saa 2. Walitaka maelezo ambayo hata mimi mwenyewe sikuwa nayo. Kelvin alikuwa wapi? Kwa nini alitumia jina langu kufungua akaunti ya benki? Kwa nini aliwahi kuomba kitambulisho changu kwa kisingizio cha kujiunga na biashara mpya ya mtandao? Mimi nilikuwa tu msichana wa kawaida niliyetaka kupendwa na kudhaminiwa. Lakini sasa nilionekana kama mhalifu, kama mshirika wa njama kubwa. Waliniachilia kwa dhamana. Lakini kila nilipotembea mtaani, macho ya watu yalinichoma kama sindano. Majirani walinong'ona, marafiki walinitenga, hata baadhi ya familia yangu walinielewa vibaya. Mapenzi yaliyokuwa matamu sasa yamegeuka kuwa sumu inayoniwa polepole. Siku moja nilipokea ujumbe wa WhatsApp kutoka kwa namba isiyojulikana. Ulikuwa ujumbe wa sauti: pole kwa yote yanayokukuta, lakini tulikosea njia. Usinichukie, nilikupenda kweli, ila walinilazimisha. Sauti hiyo ilikuwa ni ya Kelvin. Nilishika kifua changu kwa nguvu, moyo wangu ulianza kudunda kwa kasi. Nilitaka kupiga kelele. Kelvin alikuwa hai. Alikuwa bado mahali fulani. Lakini ujumbe huo ulichukua sekunde 15 tu. Kisha namba ikatoweka. Je, alikuwa ametekwa? Alijificha? Au ni mpango wao wote na sasa ananikomoa kwa maumivu? Mimi nilibaki na maswali. Polisi walipojaribu kufuatilia ujumbe huo, waligundua umetumwa kwa kutumia kutoka nchi jirani. Nikagundua kitu kimoja. Huu haukuwa tu mchezo wa mapenzi. Huu ulikuwa ni mtego wa maisha. Na mimi sasa ni mateka. Nilijua kwamba kama sitachukua hatua, maisha yangu yatabaki gizani milele. Niliamua kumfuata Kelvin, au angalau kujua ukweli kuhusu mahali alipo. Siku iliyofuata nilienda kwa rafiki yangu mmoja wa zamani, Derek, ambaye alikuwa fundi wa kompyuta na alishawahi kusaidia watu kutrace namba. Aliposikia kilichonitokea, alikaa kimya kwa dakika kadhaa, kisha akasema, mimi si polisi, lakini kuna kitu naweza jaribu. Nipe namba ile na muda ujumbe ulitumwa. Nikamkabidhi simu yangu. Alikaa nayo kwa saa moja. Kisha akaniambia kitu kilichonifanya nitetemeke: ujumbe umetumwa kutoka eneo la Kagera, mpakani mwa Tanzania na Uganda. Na kwa bahati, simu hiyo iliwahi kuunganishwa na wifi ya guest house moja inayoitwa Tumaini Lodge. Nilishika kichwa. Kelvin alikuwa Kagera. Alifanya nini huko? Nani alikuwa naye? Kwa moyo mzito niliamua kufanya jambo la hatari: kusafiri hadi Kagera mwenyewe. Nilifunga begi langu dogo, nikachukua pesa kidogo niliyokuwa nayo, na kwa siri nikachukua basi la usiku. Sikuwaambia wazazi wala marafiki. Nilihitaji ukweli, hata kama ukweli huo ungeumiza. Nilipofika Kagera, nilishuka na kupiga hatua hadi guest house ile Tumaini Lodge. Pale nilikuta mlinzi mmoja mzee. Nilimpa jina la Kelvin, lakini hakulijua.
Lakini aliponiona vizuri, alishtuka kidogo. Wewe umewahi kuja hapa wiki 2 zilizopita na huyo kijana mnayefanana sana. Nilitokwa na jasho baridi. Sikuwahi kufika hapo kabla. Je, Kelvin alitumia jina langu? Au kuna mtu mwingine anafanana nami? Nini kinaendelea? Niliposikia maneno ya mzee yule, miguu yangu ilianza kunitetemeka. Nilijaribu kufikiri inawezekanaje mtu anifananaye aje hapa akiwa na Kelvin? Au alikuwa Kelvin mwenyewe aliyekuja akitumia jina langu? Niliomba kuangalia kitabu cha wageni wa loje ile. Nilivyoangalia tarehe ya wiki 2 zilizopita, moyo wangu uliruka. Jina lililosajiliwa pale lilikuwa Diana Kelvin. Diana ni jina langu, lakini Kelvin ni jina lake. Tulitumia jina hilo siku moja kama utani. Nilimwambia tukifunga ndoa nitatumia hilo, Diana Kelvin. Je, aliandikisha jina hilo kwa makusudi? Nilijisikia kama dunia inanizunguka. Mlinzi aliongeza kusema yule msichana alikuwa na kijana mmoja wa Kimasai. Walikaa usiku mmoja tu, kisha wakaondoka asubuhi. Msichana alikuwa mwepesi kuongea, kijana alikuwa mkimya. Sikujua kama ni mimi niliyefuatwa au kuna mtu aliyekuwa ananifuata kwa makusudi. Nilihisi kuna mtu anatumia sura yangu, jina langu, na sasa ananiweka katika hatari kubwa zaidi. Wakati narudi gesti nyingine kujiweka, niliingia WhatsApp. Kulikuwa na ujumbe mwingine mpya tena kutoka namba ya ajabu: usiendelee kuchunguza Diana, utaumia. Nilishika mdomo wangu kwa hofu. Mtu huyu alikuwa ananifuata. Alijua nipo Kagera. Alijua kila hatua yangu. Sasa ilikuwa wazi, hii si hadithi ya mapenzi tu, ni vita ya maisha yangu. Sikuweza kulala usiku huo. Maneno ya ujumbe ule yalining'ang'ania akilini: usiendelee kuchunguza, utaumia. Nilianza kuhisi kuna zaidi ya penzi lililovunjika. Huu ulikuwa ni mtego wa kishetani ulionipangia maumivu, hofu na upweke. Asubuhi iliyofuata niliamua kwenda kituo cha polisi cha karibu na kueleza kila kitu, kutoka kwa Kelvin, ujumbe wa VPN, hadi loji ya Tumaini. Afande mmoja alinichukua kwa uzito. Alisema, hili jambo linaonekana kubwa. Kuna watu wanatumia identity za watu kwa uhalifu wa kimataifa. Nilishangaa. Je, Kelvin alihusika? Au alikuwa mteka mwingine kama mimi? Muda huo huo, nilipokuwa na afande huyo, simu yangu ililia. Namba haikuonyeshwa. Nikapokea kwa hofu. Diana, ukiendelea kufungua macho yako, tutayafumba milele. Ilisikika sauti nzito ya mwanaume asiyejulikana. Simu ikakatika. Afande aliniambia nisitoke kituoni mpaka uchunguzi uanze rasmi. Lakini ndani yangu nilijua maisha yangu hayakuwa salama tena. Nilikaa pembeni, nikaitazama picha ya Kelvin niliyokuwa nimehifadhi kwa muda mrefu. Macho yangu yakaanguka kwenye maandishi niliyokuwa nimeandika zamani: Kelvin, nakupenda hadi mwisho wa pumzi yangu. Lakini sasa mapenzi haya yamenitia hatiani. Je, ni kweli Kelvin alinisaliti? Au kuna mtu aliyemtumia kuniharibu? Je, nitafanikiwa kulinda jina langu? Au nitapotea kwenye giza la njama hii milele? Usikose kufuatilia sehemu ya pili ya Mapenzi Yamenitia Hatiani. Hii inakuja hivi karibuni. Usisahau kukomenti na kusubscribe ili kupata mwendelezo unaofuata. Je, Kelvin atajificha milele na asionekane? Sote hatujui. Kaa mkao wa kula.